Hii siku nyingine tena, mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa na Simulizi, tunakutana mahali hapa Hamasa na Simulizi, channel yako pendwa. Na leo hii nakuletea sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Biashara Chafu. Mwanzo wa vita vipya. Usiku ulikuwa bado mzito. Victor Mloe, Salim na Juma Chuma walikuwa wakikimbia katikati ya msitu mnene wa mabwe. Nyuma yao milio ya risasi ilisikika kwa mbali, huku mwanga wa tochi za askari ukikatiza katikati ya miti mikubwa. Hakuna aliyethubutu kuzungumza. Walijua kosa moja tu lingegharimu maisha yao. Baada ya kukimbia kwa karibu dakika 20, walifika kwenye mto mwembamba uliokuwa umezungukwa na miamba. Pembeni yake kulikuwa na pango dogo lililofichwa na matawi makavu. Salim akasimama. Hapa tutapumzika. Juma akatazama nyuma kwa makini. Hawajatufuata. Victor alikuwa akihema kwa nguvu. Hakuwa amewahi kukimbia kwa umbali huo, huku akihofia kufa kila sekunde. Aliketi juu ya jiwe kubwa na kumtazama Salim. Bosi, nini? Kundi la kivuli ni nani hasa? Juma aliuliza. Kundi la kivuli ni nani hasa? Victor aliuliza. Salim hakujibu mara moja. Aliinama akachota maji ya mtoni na kunawa uso. Kisha akasema kwa sauti ya chini, miaka 25 iliyopita kulikuwa na watu 5 waliotawala biashara zote haramu Afrika Mashariki. Victor akamsikiliza kwa makini. Mmoja alikuwa mimi, mwingine alikuwa Hamza, wengine 3 walitoweka. Victor akakunja uso. Walikufa? Salim akatikisa kichwa. Hapana, walijificha, wakaunda kundi lililoitwa Kivuli. Victor alihisi mwili wake ukisisimka. Kumbe walikuwa wakisubiri muda wote huo. Salim akamtazama machoni. Hawakuwa wakisubiri, bali walikuwa wakijenga nguvu. Wakati huo Neema Kweka alikuwa ndani ya gari la kikosi maalum cha usalama. Afisa mmoja aliyekuwa amekaa mbele aligeuka na kumtazama. Bi Neema, uliona nini kule msituni? Neema akafikiri kwa sekunde kadhaa. Nimeona makundi 3. Salim, Hamza na kundi la 3 ambalo hakuna anayelijua. Afisa huyo akatikisa kichwa. Tuna taarifa kuhusu hilo? Neema akashangaa. Afisa huyo akatikisa kichwa. Tuna taarifa kuhusu hilo. Neema akashangaa. Mnawafahamu? Afisa akasema kwa sauti ya chini. Hatuwafahamu viongozi wao, lakini tunajua wameanza kuingia nchini. Hilo ndio tishio kubwa kuliko yote. Neema alitazama nje ya kidirisha. Akakumbuka macho ya Victor. Kwa namna fulani alihisi kuwa kijana huyo alikuwa amenaswa katika mchezo ambao hakuuanzisha, lakini bado hakukuwa na ushahidi wa kuthibitisha hilo. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, katika jengo moja la kifahari lililokuwa katikati ya jiji, mwanaume mwenye suti ya bluu aliingia kwenye chumba cha siri. Mlango ulifungwa kwa alama ya vidole. Ndani watu 5 walikuwa wamekaa mezani. Uso wa kila mmoja ulifunikwa na barakoa nyeusi.
Mwanaume huyo akainama. Operesheni ya mabwe imekamilika. Mmoja wa waliokaa mezani akauliza, Salim amekufa? Hapana. Hamza hai. Kwa nini kiliharibika? Mwanaume huyo akajibu, tulimpata mtu mwingine. Kina nani? Victor Mloe? Kina nani? Victor Mloe. Ukumbi ukatulia. Mtu aliyekuwa amekaa katikati akasema kwa sauti nzito, huyo ndiye tuliyekuwa tukimsubiri. Hakikisheni habadilishi upande. Kama atakataa, muondoeni. Mchana huo Victor alikuwa bado pangoni. Alikuwa amekaa peke yake. Alitoa simu yake. Kulikuwa na ujumbe mmoja mpya kutoka namba isiyojulikana. Ukitaka kujua aliyemuua baba yako, usimwamini Salim. Victor alishtuka. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda mbio. Baba yangu? Alikuwa ameambiwa tangu utotoni kuwa baba yake alifariki kwenye ajali ya gari. Kwa nini sasa mtu huyu anadai aliuawa? Na kwa nini alimtaja Salim? Victor hakugundua kuwa Juma alikuwa amesimama nyuma yake. Alikuwa ameusoma ujumbe wote. Lakini hakusema neno. Uso wake ulionyesha wazi kuwa alikuwa anaujua ukweli. Siri ya baba yake. Upepo wa asubuhi ulivuma taratibu kupitia miti mikubwa iliyozunguka pango. Ndege walikuwa wameanza kuimba. Lakini ndani ya maficho ya Salim hakukuwa na utulivu. Victor Mloe alikuwa amekaa juu ya jiwe. Macho yake yalikuwa yamekazia simu aliyoshika mkononi. Ujumbe ule ulikuwa bado upo kwenye skrini. Ukitaka kujua aliyemuua baba yake. Ukitaka kumjua aliyemuua baba yako, usimwamini Salim. Mikono yake ilianza kutetemeka. Alisoma tena na tena. Hakutaka kuamini, lakini pia hakuweza kupuuza. Ghafla Victor alishtuka. Alipoinua macho, alimwona Juma Chuma amesimama mbele yake. Hujalala? Victor akafunga simu haraka. Nilikuwa nawaza. Juma akakaa pembeni yake. Kuna jambo linakusumbua? Victor akamtazama. Kwa makini. Alikumbuka jinsi Juma alivyousoma ule ujumbe. Akaamua kumuuliza moja kwa moja, Juma, wewe unamfahamu baba yangu? Uso wa Juma ukabadilika ghafla. Kwa mara ya kwanza tangu Victor amfahamu, Juma alionekana kukosa majibu. Baada ya ukimya wa sekunde kadhaa, alisema, kuna mambo ambayo yakifichwa huwa yana sababu. Victor akatikisa kichwa. Hilo si jibu. Juma akasimama. Sio wakati wake. Akaondoka. Victor alibaki akimtazama kwa hasira. Alijua wazi Juma alikuwa anaficha jambo kubwa. Wakati huo huo, ndani ya jengo la siri la kundi la kivuli, viongozi walikuwa wamekaa kwenye meza ya mviringo.
Kiongozi wao aliyefahamika tu kwa jina la Mzee alikuwa akitazama picha ya Victor kwenye skrini kubwa. Amepokea ujumbe? Ndiyo, na ameanza kuwa na mashaka. Mzee akatabasamu. Vizuri. Mmoja wa viongozi akauliza, tumwambie ukweli wote? Mzee akatikisa kichwa. Bado. Ukweli ukitolewa mapema hauna thamani. Wakati ukifika, Victor mwenyewe atamgeuka Salim. Saa 6 mchana, Salim aliwaita Victor na Juma. Kuna kazi. Victor akasema kwa utulivu, tuko tayari. Salim akaweka faili mezani. Ndani ya saa 24 mtu mmoja muhimu atawasili Dar es Salaam. Ni nani? Anaitwa Don Ricardo. Victor akakunja uso. Huyo ni nani? Salim akavuta pumzi. Yeye ndiye mfadhili mkubwa wa biashara zetu. Anatoka nje ya nchi, na hakuna mtu anayepaswa kujua kuwa ameingia nchini. Juma akauliza, Cobra anajua? Salim akajibu kwa sauti nzito, ndiyo maana lazima tumuwahi. Wakati huo huo, Neema alikuwa amefika nyumbani kwa mama mzazi wa Victor. Alikuwa amefanya uchunguzi wa siku kadhaa. Nyumba ilikuwa ndogo na ya zamani. Mama huyo, Bi Rehema, alimkaribisha kwa heshima. Karibu mwanangu. Neema akakaa. Samahani kwa kukuuliza, ningependa kujua kuhusu baba yake Victor. Bi Rehema akainamisha kichwa. Kimya kilitawala kwa muda, kisha machozi yakaanza kumtoka. Watu wote waliamini mume wangu alikufa kwenye ajali. Lakini haikuwa ajali. Neema akashtuka. Una maana gani? Alimuuliza Bi Rehema. Bi Rehema akafungua sanduku la zamani lililokuwa chini ya kitanda. Ndani yake kulikuwa na gazeti la miaka 25 iliyopita. Kichwa cha habari kilisomeka, mfanyabiashara ajeruhiwa vibaya katika shambulio la risasi. Neema akaendelea kusoma. Jina la mfanyabiashara huyo lilikuwa ni Joseph Mlowe, baba yake Victor. Bi Rehema akasema kwa sauti ya majonzi, aliuawa? Bi Rehema akasema kwa sauti ya majonzi, aliuawa kwa sababu alikataa kujiunga na biashara chafu. Neema alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Kuna aliyemuua? Bi Rehema akatikisa kichwa. Sikuwahi kuona uso wake, lakini kabla hajafa alinong'ona jina moja. Neema akasogea karibu. Jina gani? Bi Rehema akafumba macho, kisha akasema, pole. Salim. Neema alibaki ameduaa. Ikiwa huo ulikuwa ukweli, basi Victor alikuwa akifanya kazi kwa mtu aliyemuua baba yake. Lakini hakujua kuwa nje ya nyumba hiyo kulikuwa na gari jeusi. Ndani yake aliketi mwanamume mmoja aliyekuwa akisikiliza mazungumzo yote kupitia kifaa cha kunaza sauti. Alitoa simu yake.
Bosi, wameanza kujua ukweli. Sauti ya upande wa pili ikajibu kwa utulivu, basi hakuna atakayeruhusiwa kuishi. Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa Simulizi, hakikisha unafuatia sehemu ya 7 hapa Hamasa Simulizi. Utapata ukweli wa biashara chafu na jinsi usaliti utakavyokuwa ukiendelea hapa Hamasa na Simulizi. Asante kwa kunisikiliza.